بسم الله الرحمن الرحيم. روى الإمام البيهقي في شعب الإيمان عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, takeni msaada katika kuyaendea mambo yenu, takeni msaada katika kuyafanya mambo yenu bilkitman, kwa kunyamaza. Fa inna kulla dhi ni'matin mahsud, hakika kila mwenye neema ni mwenye kuhusudiwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotuambia tutake msaada katika kuyaendea mambo yetu kwa kunyamaza, kitmani kama hii, maulama wanatuambia kunyamaza huku hakuna maana ya wewe kujitenga na watu wala kutoka na watu wala kutoshirikiana na watu katika fikra, la, bali kunyamaza huku ni wewe mwanadamu uwe utafahamu na kujua ni wakati gani utakalosema jambo lako, ni nani utakayemwambia jambo lako. Sio kila jambo la kusemwa tu, ndugu yangu Muislamu. Leo watu wengi ni wenye kuhusudiwa kwa sababu ya kutonyamaza mambo yao. Wewe Mola Subhanahu wa Ta'ala amekuneemesha mtoto, umeshatangaza, umeshamposti mtoto katika mitandao yote. Mtoto wako atakaposibiwa na maradhi mbalimbali na mambo tofauti, usende ukalaumu, ni wewe mwenyewe umetaka janga kama hilo. Mola Subhanahu wa Ta'ala akikupatia neema, nyamaza, ifiche neema kama hile, kwa sababu kila mwenye neema huwa anahusudiwa na watu. Ndio maana ukitaka kufaulu katika maisha yako, uwe ni mwenye kunyamaza na kuficha mambo yako. Haina haja watu wakajua mshahara wako, haina haja watu wakajua wewe una income kiasi gani, haina haja wewe kila unapokwenda unawapostia watu kwamba umekwenda kula hoteli fulani, umekula kuku, umekula nini. La, ukitaka kufaulu ni wewe uwe mwenye kufunga mdomo wako, uwe ni mwenye kunyamaza na kuficha mambo yako Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyokutunuku. Alimamu Ali radhiallahu ta'ala anhu asema, idha aradta an taduma ni'amullahi alayka fala tadhkurha amama an-nas. Imamu Ali asema, ikiwa wewe mwanadamu unataka neema za Mola Subhanahu wa Ta'ala zidumu juu yako wewe, sharti ni moja, basi usizitaje zile neema mbele za watu. Kwa nini ya Imamu Ali asema falaysa kullu mustami'in muhib? Kwa sababu sio kila mwenye kusikia atapenda neema zile alizokutunuku Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wengine watasikiza zile neema unazozitaja mbele ya watu, watakuhusudu. Kuna wengine watachukia. Kuna wengine watachukua zile fikra zako waanze kuzifanyia kazi. Wewe fikra uliyoitoa watu wakaifanyia kazi kabla hata wewe kujaifanya. Na kuna wengine watakukata nguvu, la, ndugu yangu usilifanye hilo jambo, hutoweza, utapata na kadhara kadha. Hivyo ikiwa wataka neema za Mola zidumu juu yako, basi usitaje mambo yako mbele ya watu. Fala tadhkurha, usitaje neema za watu mbele ya watu. Sio kila mwenye kusikia zile neema anapenda, ndugu yangu Muislamu. Leo maal asafu shadid, yani mtu ni mwingi wa kutamka neema Mola alizomjalia. Mara Mola amenipatia kadha, Mola amenipatia kadha. Ndio maana utaona baadaye mtu yule anakwenda kufeli katika mambo yake, anahusudiwa, mambo yote yanaharibika. Hivyo siri, ndugu yangu Muislamu, ukitaka kufaulu katika maisha yako, huwa ni mwenye kuficha neema alizokupatia Mola Subhanahu wa Ta'ala, na wala sio kila mtu wa kumwambia mambo yako, lazima uchague. Na pengine mtu ataweza akasema, mimi mambo yangu simwambii isipokuwa rafiki yangu kipenzi, rafiki wa ndani. La, ndugu yangu Muislamu, hata kama atakuwa ni rafiki yako wa ndani kabisa, rafiki yule ambaye kwamba mashallah, yani rafiki wa kweli, hafai kuambiwa kila kitu. Kwa nini? Kwa sababu huyo ambaye kwamba ni rafiki yako leo, pengine kesho akawa ni adui yako. Na yule ambaye kwamba wewe haumwambii mambo yako, unamchukia, pengine ndio akawa rafiki yako. Kama vile yale maneno anasema, ahbib habibaka hauna ma asa an yakuna baghitaka yawma ma. Mpende unavyompenda mtu, lakini huenda akaja kuwa adui yako siku moja.
wabghid baghidaka yawman ma, na mchukie mtu na unavyotaka, asa ayakuna habibaka yawman ma, wenda huyo atakuja kuwa kipenzi chako siku fulani. Hivyo ndugu yangu Muislamu, kuwa na kipimo katika kuwaelezea watu mambo yako. Hata kama atakuwa rafiki yako wa ndani, chagua ya kumwambia yengine, yanyamazie, baki nayo wewe na moyo wako. Tumwombe Mola subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.